na nitakapomkuta mimi hapa hapalaliki hapa kesho. Nisipomkuta popote nitakapokutana naye, ama zake ama zangu. Baba usifanye hivyo, ongea naye tu atabadilika. Unamtetea? Unamtetea? Kumbe unalizika na anavyoyafanya mume wako. Ya nini unavyosumba kesho kunipigia simu mimi hapa? Hanijui. Sasa nasema hivi, kesho nikija hapa naomba nikute, na nisipokuta na kukata makofi wewe. Wana haramu wakubwa. Kila wakati mnasumbua na simu mimi, nisifanye shughuli zangu. Oh, baba, siri. Maana yake ni Mungu wakubwa wenyewe. Washenzi wakubwa. Kesho nikija nishakwambia nikute. Umeelewa bibi wewe? Wewe bibi wewe, umeshaelewa? Nimekuelewa baba. Mimi naongea unanionyesha meno kama kuna vidumu. Edo. Bibi, shikamoo. Huyu kijana yupo? Edo yupo? Edo yupo eh? Mwambie nimefika hapa, nimekuja. Mwambie aje. Na shida naye haraka kidogo. Bwana anakuaje babu? Sawa vipi? Fresh vipi? Mambo. Barida. Unalala sana sasa mshikaji wangu wewe. Yangu si unajua jana niko na majukumu, rafiki yangu yuko amenitaiti vibaya. Niambie. Uko fresh? Bila shaka ndio una mchongo mmoja maana sana. Sina hela unajua sasa hivi. Uko vibaya hata bora umekuja mwanangu kama na mchongo nipatie fresh. Sasa Edo, niambie. Wewe kama rafiki yangu. Mko ukishauri vitu vingi sana. Sawa. Sasa ndio mimi na mke wangu tuna ugomvi mkubwa sana. Tuna tafulani kila siku tunagombana sana. Nini tena tatizo? Tatizo ni kwamba yule mwanamke bana, labda nikudi nyuma kidogo, ni kwamba yule mwanamke kabla sijamuoa, kipindi tunaanza yale mambo yetu yale. Ndio. Nilikuwa nampenda sana. Kabla tuanza kuishi, nilikuwa nampenda sana. Lakini toka nimeanza kuishi na yule mwanamke, toka amepata mimba, yule mwanamke tumekuwa tunagombana vibaya mno, usiamini. Hiyo mimba tena babu. Mimba? Sio mimba. Mimba ndio inafanyaga hivyo. Yule mwanamke anagubu ndugu yangu, alafu jana tu nimetaka kumpiga. Jana nimempiga sana makofi jana. Piga nusu ya kuua jana. Sasa hapo kwenye kumpiga hapa ndio umekosea bwana. Nimekosea nini hapo? Mwanamke hapigwi. Hapigwi. Nakwambia. Mwanamke analiwazwa kwa maneno mazuri, unakaa naye unaongea naye, mmepanga pale chini, mmetulia vizuri, mmeongea, mmeamaliza. Kupiga hakuna issue babu. Sasa kwa nini umpige mkeo? Kama amekosea? Kukosea kupo, lakini kama amekosea ndio unakaa naye sasa. Unampanga bwana, mke wangu hicho chokifanya sio, unatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi. Sasa unampiga nini? Kupiga sio suluhisho. Mimi ndo nakwambia sasa, kupiga sio suluhisho babu. Umefeli hapa. Mwanangu nikwambia kitu. Ukitaka ujue utamu wa ndoa na uchungu wa ndoa, ingia kwenye ndoa. Utajua maana yake. Mbona wewe uoi? Mimi kuoa ndo kama ninavyokuambia sasa. Unanisikia? Kuoa mimi namtafuta mwanamke ambaye ninampenda. Umeshanielewa? Kwa sababu kama wanawake wako wengi. Sasa kila mwanamke ana tabia zake. Mimi natafuta mwanamke ambaye mimi nitaendana naye ndo nakuja naoa. Siwezi nikakurupuka sasa hivi nikafikia hatua kuoa, lakini kwa mchumba ni naye nampenda safi kabisa. Na nampango muda sio mrefu na kuja kuoa. Ndoa hakuna hapa. Umesikia ngombe kitu? Mimi nimekuja hapa Edo ili nishauri kwamba niachane yule mwanamke. Sitaki kukaa na yule mwanamke. Nataka kuachana naye. Alafu kingine ni kwamba mimi nimekuwa naishi maisha ya shida toka nimeanza kuishi na yule mwanamke. Kabisa nakwambia ndugu yangu. Kwa sababu ngombe kitu? Yule mwanamke mimi naisi anagundu yule. Anagundu yule mwanamke yule. Alafu anagubu. Anagubu yule mwanamke. Yeye kuona mwanamke kama yule. Mara ya kwanza mimi nilikuwa siuzi maji. Lakini sasa hizi toka nimeishi na yule mwanamke ni kwamba anauza maji. Sasa yule mwanamke anagundu. Mwanamke namna hiyo anagundu. Maisha yangu hata kujenga situjenga mimi nakwambia. Kwa mimi nahisi ninagundu kabisa. Mimi nagundu kabisa kana yule mwanamke. Sasa ndugu yangu huko ndo nazidi kufeli kabisa. Mimi singakushauri yule pale waachane naye. Hiyo ndo habari. Hiyo jiulize wangapi wanatafuta wake. Wangapi wanatafuta wake kila leo. Afu wewe mwanamke kile sasa tu uje umwache. Rafiki yangu umefeli hapo. Mimi singakushauri kumwache yule. Mimi ndo nakwambia ukweli sasa. Hapo mshikaji wangu kusema umwache. Umefeli. Hapo mshikaji wangu ninachokiongea mimi sikielewi kwa sababu utanielewa tu. Sawa. Basi fanya hivi. Ongea naye vizuri. Mimi
nikajua utakuwa nikija hapa utakuwa upande wangu. Ni kwamba ungenisupport mimi, niachane na yule mwanamke, nifanye maamuzi. Sasa naona kama unamtetea basi haina shida. Shauri yako. Sawa baba. Haya baba. Basi baadaye mimi naweza kumshemisha. Jamani, yani biashara sasa hivi ngumu sana. Yaani uwezi amini. Yaani kama sisi wauza maji mwanangu. Yaani ile mvua inavyonyesha, yaani tunashindwa hata tuweze kufanyaje. Hatari ndugu yangu. Yaani maisha sasa hivi yamekuwa magumu sana. Watu tunalala njaa majumbani kwetu. Unaona? Nakwambia hivi, yaani mpaka hizi ngozi zikakata, mwaka huu tutanyoka. Sasa ngoja niwaambie kitu. Unaona kama mimi? Mimi ndio napata shida hatari, yani speech. Mimi napata shida mwanangu. Wewe acha tumshikaji wangu. Unamwona yule mama? Yule pale. Yaani yule mama the way anavyojituma. Yaani kama namna yule mama atafika mbali. Umeona? Kama ungekushamana. Mimi ndio maana nakukubali sana mwanangu. Unajua kwa nini? Ila unaweza ukashangaa mwanaume anayekaa naye maskini anampiga, anamnyanyasa cha pombe, bila sababu tu ya msingi ndugu yangu. Wakati yule mama ukimtumia unafika mbali sana ndugu yangu. Yapo hayo. Yanatokea katika ndoa. Kabisa yani. Yaani inakera sana. Yaani mimi nachukia ndugu zangu mwanaume anayempiga mwanamke basi tu. Yaani mimi nachukia mno yani. Bwana. Kuna wanawake. Wanajitahidi sana kujituma katika maisha. Oya, yule vipi tena mimi mbona tasema? Oya. Kwani vipi? Saidi. Mwanangu achana naye. Mkaushii mwana. Achana naye bwana. Ni mshikaji yule. Rudi babu, achana naye. Yaani tulikuwa hapo tunaongea. Inawezekana tumemkela pia na Kuna kitu tunaongea hajakipenda. Atajua mwenyewe bwana. Tuendeleeni. Sasa tumemgusa ile issue ile. Nilisikia leo anamugusa sana mke wake. Anampiga. Mwanangu hebu acha hizo mwanangu. Tunataka tumemgusa ndio maana kama kuondoka. Atajijua kimpango wake bwana. Mimi sina hata shaka. Mwanangu huo ukweli atajirekebisha kama kweli. Yaani like sikiliza. Sawa, mimi naomba nitie mkeo. Jasmine. Wewe Jasmine. Abe. Njoo. Shikamoo baba. Sijafuata shikamoo hapa. Naomba unieleze mbele yake yale yote ambayo umenipigia simu siku zote ukawa unanieleza. Mwisho jana nilipokuja hapa, naomba ueleze mbele yake. Baba, mimi mume wangu simuelewi. Kila siku ananipiga, tena ananipiga mbele za watu. Aniachie hela kula. Mara mimba sio kwake, mimi hata simuelewi. Bora ongea naye wewe. Unajua mzee, huyu mtoto wako ni mkorofi sana. Alafu amebadilika. Alafu kitu kingine mzee, nimeshapata taarifa kwamba hiyo mimba sio kwangu. Hiyo mimba sija Mwarabu gani rafiki zake wameniambia. Kwa hiyo aliyekuambia kwamba mimba sio yako ni huyo au marafiki zake? Marafiki zake ndio anasema baba, marafiki zake wanamjua vizuri huyu. Mlikuwa mnakutana kivipi hao rafiki zake mpaka mnaongelea habari za huyo? Mzee huyu Nimesema hivi, jibu swali. Wakati hao rafiki zake wanapokuambia huyu yupo hayupo, huwa wanakuja katika sehemu zangu za kazi na huwa wananiambia kwamba bana, hiyo mimba sio ya kwako. Hivyo kijana huna adabu na wala hunijui mimi. Nakwambia hivi, labda mimi hujanijua. Leo nataka nikuweke sawa. Kwa taarifa yako kwamba mimi nina roho mbaya kuliko hata wale malaika wa motoni. Na leo umenikuta hasira zangu chaji imepungua. Lakini light kama ungekuta chaji imejaa, leo tungetifuana. Juu ya uzee wangu wewe huwezi kunitisha. Sasa baba, nataka nikwambie kitu kimoja. Kama ulitailiwa na kisu, mimi nitakutaili kwa meno. Ndio maana yake ninachokwambia. Sasa ukirudia tena kumpiga na kuja na kata nyeti zako na tafuna bila chumvi. Labda wewe hunijui. Ole wako siku nyingine umguse huyu. Umenielewa? Na nitakuonyesha kwamba maharage unapoona naelea, ujue basi ujue ndio anawiva. Na bamia likitoa povu ujue ndio ataweza mlenda. Na ukiona tangazo limechanwa